Watu wengi wakipeleka kesi jeshi la polisi, kitu kinachoshindikana ni kutoa ushirikiano. Unakuta kesi ile imepelekwa labda mtu mbaya kabisa, mtu ameenda kule, nimewahi kutolea mfano kwamba kuna mama mmoja mtoto wake alibakwa, aliumizwa vibaya sana mtoto, akawa hawezi kabisa kutembea. Mama ilimchukua wiki nzima kuja kujua kama mtoto wake amefanyaje, amefanyiwa ukatili. Lakini anakaa naye nyumba moja na analala naye yule mtoto. Ila akifika pale anakuta mtu ameshalala na anaamka na mwacha akiwa amefanyaje? Ameamkaje yule mama ajui. Hafuatilia maendeleo. Baadaye jamii kuja kujua kama mtu amefanyiwa ukatili wa kijinsia, wakasema wewe tutaripoti jeshi la polisi. Kufika jeshi la polisi wameripoti, mama akaenda siku ya kwanza, siku ya pili. Baada ya hapo akasema nimesamehe 7 mara 70. Kipindi kile alikuwepo kwa dawati ya jinsia alikuwa ni Afande Mary. Kile kitu kilikwaza sana. Tukaanza kupeleka kesi nyingine za wanawake ambao wana matukio ya ukatili wa kijinsia yanatokea kwa watoto. Anasema wao wanasema kesi tusimalize kifamilia watu wamesamehe. Sisi tunaangalia kufuatilia, kuchunguza ule upelelezi ufanyike, lakini mwisho wa siku inabidi atakayeenda kutoa ushahidi mahakamani ni mhusika mkuu. Mimi siwezi kuanza kusema kwamba fulani alibakwa wakati sina ushahidi wa waziwazi. Inabidi yule mtoto na mtu ambaye anaona jambo lile limemgusa sana hasa wa familia aende akasimame pale atoe ushahidi. Lakini kitu cha pili ambacho napenda kukizungumzia jamani ni kwenye masuala ya ukatili kwa wanaume. Katika mkoa wa Iringa vitendo vya ukatili vinavyofanyika, takwimu ya 2025 26 bado haijafanyika mpaka mwezi wa 6 tutapata takwimu, lakini ya 24 25 tunayo. Ni kwamba kwa mkoa wa Iringa ukatili wa kijinsia kwa wanawake umepungua na kuwa 22%, kinyume na hapo mwanzo. Tukizungumzia ukatili huo maana kulikuwa na vipigo, ubakaji, ulawiti, namna ya kumfanyia ambacho sio kizuri. Imefika mpaka 22% na ilikuwa mwanzoni 40 na kitu. Imefika ngapi? 22. Kwa hapo kama watu kupinga ukatili wa kijinsia tunajipongeza kwamba jamani tumefanya kazi kwa sehemu, tumetoa elimu, basi watu wameelimika kwamba usifanye ukatili, at least imefika 22%, japo vitendo vya ukatili vinaendelea. Lakini kwa wanaume ilikuwa ni 19% kabla, na sasa ni 37%. Sisi tunaelewana? Ilikuwa ni 19% na sasa ni 37%. Kwa hapo tunajipongeza au tunahuzunika? Wazazi kwa wazazi wenye jukumu hili. Na katika ukatili ambao umewagusa wanaume kwa 1% kubwa ni ukatili wa vipigo. Ukatili wa vipigo, kesi nyingi zimetokea kwa mkoa wa Iringa, ni Iringa vijijini. Wanaume wengi wanapigwa. Wilaya Mfindi tufuatia na Kilolo tufuatia. Lakini nimeangalia kwa ngazi Iringa vijijini tunakuja Mfindi. Mfindi tuna kazi ya kujiuliza kwamba tumefeli wapi. Lakini katika ukatili nimesema kuna vipigo, maana yake wanaume wanapigwa ndani ya ndoa. Lakini ukatili uliozidi kuliko mwingine ni shambulio. Shambulio maana yake achana na kile vipigo, ni mwanaume anaweza kaenda nyumbani akakesha anasemwa vibaya mpaka asubuhi kuna pambazuka, mwanaume anakaribiwa tu na mwanamke. Na ukatili mwingine uliofuatia ni udhalilishaji. Yaani unakuta labda kama mimi nimeolewa, anakuja ndugu yangu, akifika pale akikaa kwenye makochi anambia, yaani huyu mwanaume hana chochote anachokifanya huko ndani. Hata kama makochi ni mimi mwenyewe. Ngoja nikuandalie chakula, mwanamke anapambana, mimi ndo superwoman. Kwa hiyo unakuta mwanamke ndugu yangu aliyekuja au ndugu hata kama mwanaume akwambia ndugu yangu anafanya kitu gani ndani? Mimi ndo naangalia kwa kila kitu. Hatukatai wako wanawake ambao wanapambana. Hatukatai kwamba kuna wanaume ambao hawatimizi majukumu yao. Lakini kwa bahati mbaya mwanaume akifanya huwa asemi. Ila mwanamke akipata fursa hamlali. Kwa hiyo kwenye mkoa wa Iringa mimi na huzuni kubwa kwenye swala la ukatili wa kijinsia hasa kwa wanaume. Nilikuwa nategemea utakuwa unapungua, lakini kwa bahati mbaya umeongezeka kutoka 19% mpaka 37%. Lakini pia napenda nitoe kidogo pongezi. Kuna ukatili wa kijinsia ambao unafanyika kwa watoto. Tulikuwa na 23% za ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike, ikiwemo masuala ya ubakaji na ulawiti. Lakini imepungua na kufikia 11% kwa miaka hivi karibuni. Kwa hiyo kwetu tunaona kama
ni jambo zuri, japokuwa haujaisha ndo kwa bahati mbaya. Na hizi takwimu za nilizozitolea za masuala ya ukatili wa kijinsia kwa wanaume, ni wanaume wachache sana ambao wanaenda kuripoti. Yaani hizi ni wanaume wachache sana ambao walivaa ujasiri na kwenda kuripoti, ila walio wengi hawaendi kuripoti. Siku hiyo nilipotoa elimu ya ukatili wa kijinsia, kuna baadhi yenu mlisema kwamba hamna sehemu ya kusemea. Na kumbuka wengi wenu nikamwambia jamani, dawati la jinsia liko wazi. Ukiona kama haya mambo unatamani au yasili, unaweza kumtafuta mtu mmoja kuongea naye na ikapatikana namna ya kutafuta suluhu. Hasa imagine tutoe mfano kwa wanaume 100 walioenda kutoa